mtu wa Mungu alikuwa anaenda kwenye vita. Wakati alienda kwenye vita, waliagana na Mungu. Wakati ataenda kwenye vita, Mungu amsaidie ashinde. Ile mai ambayo atamkuta ndio atamtolea Mungu kama dhabihu ya shukrani. Na ile ambayo itamkuta ikiwa ya kwanza, wakati alienda kwenye vita alishinda. Na wakati alishinda, ile ambayo ilimkuta hakutarajia ndio itamkuta. Ile ambayo ilimpata ni kitu ambacho alikipenda, na alikuwa msichana wake. Alipenda huyo msichana wake sana. Angefanya lolote kwa maana walikuwa na agano. Alisikia roho uchungu, angetenda lolote kwa maana alimheshimu Mungu na alimuogopa Mungu. Angependa kumdanganya Mungu. Kenya alimwambilia ndio alimpea. Wakati tunaomba tupewe, kuna dhabihu unamwambia Mungu. Wakati unamwambia Mungu akupe kazi, kuna jambo ambalo unamtendea wewe, na ndiposa tunaambiwa tujui kuomba. Tunaomba tukipewa, tunafanyia mambo zetu, lakini Mungu wetu hakuna jambo tunamwambia. Ni vyema tukianza kuomba, wakati unaombea sadaka yako, ukitenda mambo yako,